Kijiji cha Giza Kuu kilikuwa kimejificha katikati ya milima na msitu mzito. Mchana kilionekana cha kawaida, lakini usiku ukifika, kila nyumba ilifunga milango mapema kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinakuja. Wazee wa kijiji walikuwa wanawaambia watoto, msitoke nje baada ya saa 2 usiku, wachawi huamka. Lakini kijana mmoja aliitwa Juma hakupenda kusikia hadithi za kuogopesha, aliona ni stori za zamani tu. Siku moja, rafiki yake Asha akamwambia kwa sauti ya chini, Juma, jana usiku nilisikia mtu anaita jina langu nje ya dirisha. Juma akacheka, labda ni upepo, lakini Asha akatikisa kichwa. Hapana, sauti ilikuwa kama ya mama yangu, ila mama alikuwa amelala. Usiku ule, mwezi ulikuwa umefunikwa na mawingu. Kijiji kilikuwa kimya sana. Hakuna mbwa aliyebweka, hakuna kuku aliyesikika. Juma akiwa chungani kwake, ghafla akasikia, Juma. Sauti ilitoka nje. Akasimama polepole, moyo wake ukapiga haraka. Akafungua dirisha kidogo. Nje aliona mtu amesimama karibu na mti. Alikuwa amevaa nguo nyeusi, uso haukuonekana vizuri, macho yakimeremeta kama taa ndogo. Yule mtu akasema tena, njoo Juma, njoo uone kijiji chetu cha kweli. Juma akataka kufunga dirisha, lakini miguu yake ikakataa kusogea. Mwili wake ukahisi baridi isiyo ya kawaida. Ghafla, sauti nyingine zikaanza kusikika msituni. Kicheko cha taratibu, miguu ikikanyaga majani, na sauti kama upepo unaonong'ona majina ya watu wa kijiji. Ndipo Juma akaona kitu cha kutisha zaidi. Nyumba jirani zilianza kutoa moshi mweusi, lakini hakuna moto. Kutoka kwenye moshi, vivuli vya watu vikaanza kutembea kuelekea msituni. Asha akatokea nyuma yake na kunong'ona kwa sauti ya tetemeko, Juma, hao si watu, hao ni wachawi wa kijiji. Yule mtu wa nje akageuka ghafla, macho yake yakang'aa, akasema, leo ni usiku wa kwanza na hatutarudi peke yetu. Mlango wa Juma ukagongwa kwa nguvu. Boom, boom, boom. Juma na Asha wakaangaliana kwa hofu. Na hapo ndipo simulizi ya kijiji cha wachawi ilipoanza. Episode 1, tamati yake ni huu.